Wewe unakulaje ice cream namna hiyo? Mambo mnakula vizuri tu, afu mbona nakula kiutoto? Yaani ice cream inaliwa hivyo kweli kabisa unapokula wewe unaona unakula sawa sawa ice cream yako? Kama hivyo sasa unapokula hivyo ulaji gani wa ice cream? Mama nakula vizuri, lakini mama ushaanza mambo yako na unamaanisha nini? Hivi kweli Feti wewe? Watoto wanapokula ice cream wanakula kama unapokula wewe hapo kweli? Kwani wanakulaje? Basi nielekeze wewe mamangu, sababu ndo unajua. Yaani Kasimu kweli ulaji gani wa ice cream huo jamani, ulaji gani huo? Mama nakula kawaida. Kwa hiyo mwanangu nimekupeleka shule ukasome au ukajifunze kula ice cream namna hiyo? Makini kula bodi ndio fashion sasa hivi wasichana wote tunakula hivi. Kwa hiyo hivyo ndio umejifunza kula ice cream? Hapana mama, nimeenda kusoma lakini ndio fashion sasa hivi kwa wasichana. Unakulaje hivyo ice cream Feti? Hivi unaposhika hivi hivyo unapata hisia gani hapo? Wewe umeshaanza michezo mibaya. Mama mchezo ipi? Mama? Hakuna. Mama mchezo ipi? Mama ni mwanzo kwenda mbali kabisa. Hivi ngoja nikuulize Feti. Hiyo ice cream unakula kwa malengo ya kula ice cream au unakula kwa malengo mengine ya ice cream? Kwa sababu sio kwa ulaji wewe unaokula. Wewe umeshaanza ile michezo mibaya? Mama umeshaanza mama. Michezo gani? Sikiliza nikwambie Feti. Mimi leo lazima nikukague. Mama utanikaguaje mimi mtu mzima mama? Kwa ulaji wa ice cream inaonekana kuna kitu nimegundua kwako. Magi mimi tena na bikra yangu. Nataka niolewe na bikra. Tofauti na mwanao Stella ameolewa na bikra. Kwa nini nasojua? Sikiliza nikwambie. Yaani wewe unakocheza mimi nilicheza nikaoga na nikamaliza nikatoka. Kwa hiyo wewe usifikiri kwamba wewe ni mjanja kuliko mimi. Yaani hicho unachokifanya hapo. Yaani zamani nilishagundua kitu. Unaona unavokula ile ice cream? Unaona? Ndio inavoliwa ice cream namna hiyo. Ice cream inaliwa hivi. Kwa nini unapenda kuniona na furaha? Inashikwa hivyo ulivyoshika ice cream. Inashikwa hivi ndio. Umetaka, hukutaka, ukaguzi lazima. Nataka nikague bikira ambayo wewe unayo kweli hiyo bikira au ilishaishiaga huko boarding ulikokuwa unasoma. Sasa mama utanikaguaje mama, lakini hivi mtu mzima mbona dada Stella huko hujamkagua? Wewe. Nakwambia hivi wewe hata piritoni itakuweka kwenye mboga ulewe nikukague vizuri niione hiyo bikira unayosema. Mimi mtu mzima bana unakaguaje? Unakaguaje? Wewe mtu mzima si ungekuwa kwenye ndoa yako? Ungekuwa hapa nyumbani kwangu? Tena koma nisisikie hilo neno. Mimi mtu mzima na mtu mzima. Wewe kwangu ni mtoto na uko chini ya himaya yangu mimi. Yaani mimi ninachokitaka kukufanyia wewe nafanya muda wote na saa yote. Yaani huna kipingamizi cha kunizuia. Na kuambia leo nitakukagua. Yaani wewe nitakukagua. Kabisa. Yaani wewe leo hata ufanyeje. Na kutia piritoni ulale nikukague vizuri. Mimi maana kwa sasa kuja huku. Ulitaka uende wapi? Kwa hiyo wewe ulikuwa hutaki kuja nyumbani. Ulikuwa unataka likizo hiyo uende wapi mwanangu? Hamna. Wewe niambie. Kwa Saidi au kwa Bakari? Sasa ulikuwa unataka uende wapi? Hapa si ndio nyumbani kwenu? Lakini mama unipendi, unataka tena nafurahi. Sikupendi matendo yako, ishara hizo unazonionyesha wewe, ishara gani hizi za kipumbavu bwana? Yaani kama vile uko shule wewe hujaenda kusoma unaenda kusomea mambo haya. Wewe unaona mimi mtoto, mimi mkubwa ukimwona nyani ana macho yake mekundu ujue kakupa mishale mingi. Mimi najua mwana kinachoendelea hapo. Mashaka wako mengine. Toka hapa. Mama, hicho kikao chako cha kunikutanisha mimi na babangu sikitaki kabisa, maana hapo mwanzo nilikwambia mama nikutanishe na babangu ukawa unanizungusha. Kwa sasa hivi nishawaambia babangu nataka nimtafute mimi mwenyewe. Kwa sasa hivi niachieni mimi hoje. Sikiliza nikwambie, hicho kikao sijakipanga mimi. Amepanga baba yako. Sasa wewe unaponiambia kwamba mimi sitaki, sijui ni nini, nataka nikuulize swali Amina. Hivi wewe utampata wapi babako? Nitamtafuta mwenyewe babangu. Yaani wewe mtoto nikisema huna akili, hauna akili Amina. Sijui hata uko darasani inakuaje, lakini wewe ninachoamini kabisa huna akili. Mimi nataka nifanye kitu cha muhimu kwenye maisha yako. Baba yako hujai kumuona hata siku moja. Leo hii unaniambia utamtafuta. Kuna mtu mwingine unashirikiana naye, si ndio? Sawa, lakini jina yake sinalifahamu. Kwa maana wewe unataka kuniambia utaenda kwenye maredio utatangaza, utaenda huku utasema mimi namtafuta babangu, anaitwa fulani, si ndio? Humjui kwa sura, humjui hata ukoo wake, haujui hata chochote kuhusu yeye. Eti kisa unaitwa Amina fulani, unafikiri dunia nzima hii au Tanzania hii wewe uko Amina peke yako bini fulani? Mimi ninachotaka ukifanya kwako ni kikubwa Amina. Umenielewa?
Yaani hapa ninachokiongea mimi ndo sheria. Wewe hauwezi kunipinga hata hiki kimoja. Hata kama ndakukwaza, hata kama ndasema sijui kitu gani ambacho wewe yaani sijui kama utapasuka nikisema, sijui kama utafanya nini, sijali. Ninachotaka mimi ni kufanya kile ninachokitaka. Alafu kwa sasa nilikuwa nataka twende sehemu. Na kwa hasira nilizonazo nilikuwa nataka ukabadilishe nguo ndani, lakini hapana. Tunaondoka hivi ulivyo. Wapi tena? Umeanza. Wapi? Twende utaenda kujua huko mbele ya safari. Ila mguu wangu mguu wako. Mama, hapa tena wapi? Hapa ndo kwa babako. Hapa kwa babako wakati hapa kwa Mshua. Mshua? Ndio. Mshua ndo nani? Mimi nimeshakwambia kukutoa kote huko nilikuwa nakuleta hapa. Hapa ndo kwa babako. Yaani ukiamua kazulule huko ukirudi mtafute babako, hapa ndo nyumbani kwake. Mama, unajua usinivuruge ubongo. Hapa sio kwa babangu, hapa kwa Mshua. Wewe Amina, kwa hiyo unanibishia mimi? Yaani mimi ndo nilokuzaa. Sawa? Na mimi namjua baba yako vizuri kuliko hata mtu mwingine yoyote. Hapa ndo kwa babako. Huyo Mshua unamsema wewe, unamjua mwenyewe, ila hapa ndo kwa baba yako. Na mama naye bwana mimi hata sikuelewi. Sasa unaenda wapi? Haya, wewe ondoka. Vipi? Imekuwaje? Si nikuja na Amina hapa. Amina? Nimemleta Amina mpaka hapa. Tumefika hapa tunaanza kubishana kaondoka. Inakuwaje unakuja nyumbani kwangu bila taarifa zangu? Hujanipigia hata simu. Wewe si nilikwambia mimi wewe na Amina tukutane kule kwenu, tuanze kufahamiana kabla ya kumleta hapa. Inakuwaje una maamuzi ya kumleta hapa bila sababu za msingi? Au unataka tuendelee kukorofishana? Kiza nakwambia, Amina ni mbishi. Kila nikizungumza naye hataki kunielewa. Nimeshaongea sio zaidi ya mara 2 mara 3. Amina anipigia chenga mara huku mara huku. Nimemwambia nimshike mkono nije naye mpaka hapa nimuonyeshe. Siku mkiamua mwenyewe kukutana mtakutaniana hapa. Mimi nimeshamwambia hapa ndo kwa baba yake. Ulitakiwa unipigie simu kwanza. Baba Amina, nakuja na Amina huko. Ndivyo ambavyo tunatakiwa tuishi. Sio unakuja tu kenyeje. Mlipofika mjagonga mlangoni? Hatujagonga. Tulipofika hapa tumeshakugombana yeye kaondoka. Vizuri. Kuna wakati mimi nakuwa na mambo yangu hapa. Na sitaki kila mtu ajue mambo yangu ninayoyafanya. Unaruhusiwa kuondoka. Ndugu yangu Mshua, yule binti Amina amekupa dhamana ya maisha yake. Namaanisha kwamba maisha ya Amina yote yako chini yako. Na sitaki uniulize ya kwamba nimejuaje kuhusiana na haya yote nitakayoyaongea hapa leo. Mshua, kiufupi ni kwamba najua kila kitu kinachokuhusu wewe na yule binti Amina. Elewa neno kila kitu. Lakini pia naelewa kwamba Amina ni mjamzito. Namaanisha ujauzito unaotokana na wewe, Mshua. Najua. Kwa kuwa ni mwanafunzi, Mshua, umemwaminisha yule mtoto kwamba utasafiri naye kwenda naye nje ya nchi kwa lengo tu la kukaa naye huko kwa kipindi chote cha masomo yake, ili atakaporudi huku atarudi na mtoto na muda wa masomo utakuwa tayari umeshapita. Unajidanganya. Hili halitokuwa na afya kwake wala kwako. Mshua, unachotakiwa wewe ni kumsaidia yule binti
ili aweze kuutoa ule ujauzito alokuwa nao. Angalau hilo litaleta unafuu kabla mambo hayajaharibika zaidi. Hivi Mshua, unafahamu ya kwamba unadili na binti mdogo sana ambaye hawezi kuvumilia wala kushika kile ambacho unachomshauri? Yule bado ni mtoto. Waswahili wanasema ngoma ya kitoto haikeshi. Usitegemee kwamba kutakuwa na siri katika kile unachomweleza. Mshua, yule binti alikuomba umkutanishe na baba yake, ila bado hujafanya hivyo. Nina uhakika kwa 100% unamjua baba yake yule binti ni nani. Sasa basi, tafadhali mkutanishe na baba yake, maana nina uhakika baba yake uko naye nyakati zote. Nina imani kama utamkutanisha na baba yake, mtaongea, mtayamaliza tu, maana nyote ni watu wazima. Saizi kaka. Salama tu. Samani, kuna mkaka mmoja anamuulizia, anaitwa Mshua, unamfahamu? Mshua? Wewe una shida gani na huyo Mshua? Kwani kaka unamfahamu? Ndio namfahamu, lakini bado hujaniambia kwamba huyo Mshua unayemtafuta una shida naye gani? Na shida na pesa. Nimeambiwa kwa ukikutana na Mshua ukifanya naye mapenzi unapata pesa yote unayohitaji. Kwani wewe ni wale wasichana ambao wanaouza miili yao, yaani wale wanaofanya biashara ya mapenzi ili wapate pesa? Hapana kaka. Sasa kama hapana, kwa nini unasema unamtafuta Mshua ili ufanye naye tendo na akupe pesa? Ni shida tu kakaangu. Na shida kama 500,000. Nadhani nikikutana na Mshua nitapata zaidi ya hiyo. Kwani hawa wanawake ambao wanauza miili yao, yaani namaanisha hawa wanaofanya biashara ya ngono, huwa wanakuwa na shida gani? Kaka, unamfahamu mfahamu? Nilisha kujibu kwamba namfahamu. Basi nielekeze. We kaka. Kaka. Nielekeze. Sawa. Ni huu mtaa wa miti mirefu, nyumba namba 32. Ni kajumba fulani hivi ambako kako tofauti na nyumba zote unazoziona hapa. Kwa hiyo nikinyosha hivi, nikikata naona ile nyumba 32. Bila shaka. Asante. Karibu. Kwa nini wanawake wote wanamtaka Mshua? Hivi ni kweli wanahitaji pesa ama kuna kitu kingine? Mke wangu Stella naye alikuwa anahitaji pesa. Hivi hajatoka na Mshua kweli? Mshua, iki tena ni nini? Nini kuhusu nini? Mbona sikuelewi? Mshua, unataka umbemende mtoto wetu kweli? Unafanya vitu kama hivyo? Kwanza imekuwaje unakuja hapa bila kuitwa na uniform? Vipi wewe? Kwa mimi kuja hapa mpaka niitwe? Akati hapa ni kwa mpenzi wangu, unakuja muda wote nao utaka, alafu ni baba wa mwanangu. Wewe unatakiwa ufuate utaratibu. Nilishakwambia huwezi kuja na uniform hapa, ni shida. Kwa hiyo kila mtu ajue kama unadili na mimi na hizo uniform.
Wewe unataka kunitafutia matatizo? Alafu malaya wa nini? Achana nao, baki na mimi tu mpenzi wangu. We koma we. Nani malaya? Nani malaya? We nitakubabua we mtoto, nitakubabua. Mimi sio level yako dada, upo. Wewe saizi unatakiwa shule. Au unahisi umndani ukiingioma na kufundisha tuition? Jiangalie we mtoto, nenda kasome huko. Mambo ya watu wazima, upo. Na bado. My dear, wewe nenda. Pesa kwa ile tulikubaliana 500 nitakutumia kwa njia ya simu. Siwezi kukupa hapa saizi. Naomba basi hela nauli. Unasemaje? Hela nauli. Utatumia boda. Sawa. Amina, iufikie wakati basi uelewe. Mimi nimekwambia nimetoka kufanya muda sio mrefu ule msichana. Ufanye usifanye na mimi nimekumisikia. Kwa kama umefanya na wewe uweze kufanya na mimi? Siwezi. Kwa nini yeye anatuongezea hivyo? Twende. Bana, twende. Wewe. Mtu. Karibu mwanangu. Asante mama. Shikamoo. Marhaba. Yuko wapi mke wangu Stella? Katoka muda sio mrefu kamsindikiza rafiki yake kupeleka hela ya Asa. Baba, mimi nilikuwa tamani sana ujio wako huu. Na nilikuwa namwambia mkeo siku zote, naambia mimi namhitaji mumeo. Kwa sababu ninavyojua sheria ya ndoa, mtoto wa kike akitaka kwenda kwao lazima mume utoe taarifa. Kwamba mama, mke wangu anakuja hapo, atakaa muda fulani ataondoka. Tamfuata au atarudi nyumbani. Lakini yule amekuja kwangu bila taarifa. Namuuliza umeachwa? Hapana. Umekuja kwa misingi ipi? Wewe nimekuja nikae siku 2-3 mimi niondoke. Nikajua huyu asije akawa ameabananga kule. Nikamwambia basi mimi namhitaji mumeo hapa. Mume wangu mama hizi kuja ana kazi, anatoka saa 11 harusi sijui saa 5 usiku. Nikasema hapa kuna ulakini hapa, kuna kitu hapa. Sasa nitapataje ukweli mpaka ni yule mwanaume nionane naye? Kwa hiyo kitendo cha wewe kuja hapa mwanangu, mimi nimemshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kuna kitu nitagundua. Ni kweli mama. Kwa yale aliyoyafanya binti yako, ni ngumu yeye kukubali mimi kuja hapa, kwa sababu anaamini kama nitakuja yale yote aliyoyafanya yatajulikana. Mama, mke wangu Stella amenikwaza sana. Amenifanyia jambo ambalo halistahili mimi kufanyiwa. Stella amejihusisha na mahusiano ya mwanaume mwingine. Unasema? Stella mwanangu. Mbona sikumlea hivyo mimi huyu? Katika masiku kadhaa yaliyopita, mke wangu aliwahi kuniambia kwamba huku nyumbani kuna tatizo. Ni kweli mwanangu, tulikuwa tunauguliwa. Kwa hiyo baada ya hapo ilibidi tupangishe mtu katika ile nyumba yetu, kwa sababu sikuwa na hiyo pesa ya haraka. Tulifanikiwa kumpata mpangaji wa kike na tukapata kile kiasi cha hicho pesa alichokuwa anakihitaji, tukatuma huko. Lakini baada ya muda tukaja tukagundua kwamba yule mpangaji ambaye tumempangisha pale nyumbani kwetu alikuwa na tabia chafu zisizokubalika katika jamii. Huyo mpangaji mpya ana vituko, ni mpangaji. Ona sasa anavyofanya. Huyo mpangaji mpya ana vituko, ni mpangaji. Ona sasa anavyofanya. Huyo mpangaji mpya ana vituko. Kuna mtu. Baba mwenye nyumba. Oga haraka, mimi nataka niwahi. Oga haraka, mimi nataka niwahi. Vipi baba mwenye nyumba, mbona kicheko? Hamna. Unawahi unakimbilia wapi na wewe? Naenda kazini kwangu mwenzio. Oga haraka. Hivyo ulivyo mke wangu hajakuona? Hata hajaniona, kwa nini unamuogopa? Au mnaoga wawili uko ndani? Hamna, niko mwenyewe tu. Mbona unachelewa? Niko peke yangu. Au ujetogea wewe? Pangaji mpya una mambo.
Hivi vitu vya kawaida baba mwenye nyumba. Na unaonekana unayaweza. Usiniambie mke wako hayawezi. Mke wako hayawezi. Mke? Nani ana mke? Wewe si una mwanamke. Ile siku nilikuja kupanga hapa mkanifanyisha mkataba ukaniambia ni mke wangu. Au umesahau? Ni mke wangu ila sio kivile. Kwa hiyo hata mimi naweza nikapata nafasi yangu inaweza kae. Naweza kupata nafasi. Unajua unanipa majaribu wewe mpangaji mpya. Baba mwenye nyumba huyo. Una baya. Ana vituko, ni mpangaji. Ona sasa. Au unaoga na mkeo, ngoja nikuchungulie. Hamna bwana. Subiri bwana wewe. Oga basi haraka. Au nje tuogee wote. Maana kama unanichelewesha fulani hivi. Hamna bwana. Wajua nini mpangaji mpya? Natamani. Kwa hivyo unaofanya mimi mwanaume ujue. Mimi niko tayari niingie. Unamwogopa mkeo? Mbona unasimama hapa na kati unajua humu ndani kuna mume wangu? Hapa kuna vyo viwili. Kuna bafu mbili hapa. Mimi nasubiri amalize kula na mimi nionge. Hiyo ni shida. Yaani kumbe ndo kuna adabu kiasi. Mimi sina adabu au wewe? Wewe jinga. Fanya haraka utoke huko. Namalizia mke wangu nakuja. Baba mwenye nyumba, oga haraka. Huyu mfano wa mwanamke hapa nje anakusubiria. Mwanamke mwenyewe kakomaa huyu hatari. Sasa ulimtendea nini? Mke wangu usimsikilize fitina wewe. Fanya haraka utoke. Naoga. Fanya haraka. Bado tu. Namalizia mke wangu. Baba mwenye nyumba una hatari. Toka. Mwanamke mwenyewe ndo huyu. Toka bana. Natoka mke wangu, natoka. Kusaidie mwenyewe. Dada jishikilie. Kutokana na tabia hiyo aliyoionyesha yule mpangaji wetu, kiukweli mke wangu alishindwa kuvumilia, maana aliamini kwamba labda ingetokea siku na mimi ningeingia kwenye mitego ya yule binti. Hivi mume wangu, tuwekane wazi. Kabla ya wewe kumleta huyo mpangaji humu ndani, ulikuwa unamfahamu? Sasa mke wangu mimi nimfahamie wapi huyu mtu? Si ndio sote tumemwona hapa kaletwa. Lakini haya yote mke wangu umeyataka wewe. Mimi nilikuwa sitaki mpangaji kwenye nyumba yangu, lakini umeniforce mpaka kaja mpangaji. Haya, tutafanyaje sasa? Jinga, mimi nina ombi moja. Ninaomba umrudishie huyu dada kodi yake. Ahame humu ndani. Kodi? Mimi sina hata sense 5. Hiyo hela naitolea wapi sasa hivi? Lakini mke wangu, wewe pesa yote si umechukua wewe? Ndiyo, nilichukua. Hela yote mimi tayari nimeshatuma nyumbani. Na hapa bado nadaiwa kama shilingi 40. Hatuna jinsi ya kufanya. Na hiyo 40 ikiwezekana tumkope tena naye atukopeshe pia. Baba mwenye nyumba, mimi ndo natoka hivyo. Nadhani nitachelewa kurudi. Naomba nikichelewa mfungulie mlango. Na kama utakuwa umelala, naomba niwekee namba yako ili Ana vituko, ni mpangaji. Ona sasa anavyofanya. Huyo mpangaji mpya ana vituko. Sikukataa, lakini kama mimi ningekuwa na pesa mama, tulikuwa na haja gani ya kumpangisha? Nikamwambia mke wangu, kwa sasa we unajua hali yangu, sina pesa, lakini hebu vuta subira, vumilia. Baada ya masiku kwenda, Mungu atatunyoshea, tutapata pesa, tutampa pesa yake atahama, na wewe mke wangu utabaki na amani kwenye nyumba yako. Mke wangu hakutaka kunielewa. Mwisho wa siku alinitamkia maneno mabaya kabisa. Yaani mama, kuna masaa 3 sija kuona nyumbani. Hebu kwanza niambie mke wangu, unatoka wapi? Kitu gani unachokiuliza wewe, wakati wewe ndio chanzo cha haya yote yanayotokea?
Chanzo? Mimi nimesababisha nini? Ina maana mimi ndo nilokubibirisha huko? Wewe si ulikataa kutafuta kodi ya yule dada aondoke pale ndani kwangu, na nikakuambia kabisa mimi nitatumia wanamke wangu nitafute pesa yake huyu dada aweze kutoka ndani kwangu ili niwe na amani. Kwa hiyo naomba uniache. Na katika kipindi ambacho jinga unatakiwa uniache, usinisemeshe ni hiki kipindi, kwa sababu haujui ninapitia maumivu kiasi gani. Mke wangu, halafu hizi kauli zako za kishujaa hizi unazipenda sana kuzirudia mbele ya masikio yangu. Hivi unamaanisha nini wewe mke wangu unaposema kwamba utumie wanamke wako upate hela? Unaipataje huo wanamke wako, unautumiaje ili upate hiyo hela? Niache nihangaike ninavyohangaika mimi ili nipate kodi ya yule dada aweze kuondoka ndani kwangu niwe na amani. Hicho ndicho alichoniambia mama, kwamba kama mimi sitaki kumlipa yule mpangaji akaondoka, yeye ataitafuta pesa kwa njia anayoijua yeye, ikiwezekana hata kutoa utu wake ili apate hiyo pesa. Basi baada ya pale mke wangu akaanza kubadilika, simuelewi, mara akiondoka nyumbani anakata masaa 4 5 hayupo na sijui kenda wapi, mara anakutana naye njiani mke wangu anakimbia, yani haeleweki. Mwisho wa siku yule mpangaji alikuja akanifungukia. Baba mwenye nyumba, naona mkeo sasa anakoelekea ananichokoza. Yaani anatumia nguvu kubwa kutafuta kodi yangu. Mpaka jana niingilia kwenye mambo yangu binafsi. Anakoelekea anamchokoza Bea. Unajua mimi nashindwa kukuelewa wewe kila siku. Siku zote maneno yako ndo hayo unayakatakata tu. Hebu funguka niambie ni kitu gani ambacho wewe kimesababisha mimi uniweke hapa? Yaani mke wako mara kibao sana alikuwa ananiambia usimwambie mume wangu, iwe siri, sisi ni wanawake tutamaliza, ila nimechoshwa. Mke wako ametembea na mwanaume wangu mimi, nikimaanisha kwamba mke wako kaenda kufanya mapenzi na mwanaume wangu ili apate kodi anirudishie mimi niweze kuhama pale. Sasa ananichokoza. Huyo mpangaji mpya ana vituko. Unasemaje wewe? Ndo hivyo. Wewe uamini, usiamini ni wewe. Uchukulie masiala, uchukulie sio na kutania, lakini mimi ndo nishakwambia. Mke wako tunakoelekea. Ukikuta ugomvi pale nyumbani, basi usishangae kwamba hiki kinachofanya mgombane ni nini? Chanzo ni hiki. Kafanya mapenzi na mwanaume wangu na bahati mbaya sasa pesa hata hajapata. Wewe, ujue unayemzungumzia ni mke wangu? Usikage ubongo, kweli ndo huu. Huyo mpangaji mpya ana vituko. Ni mpangaji. Ona sasa anavyofanya. Huyo mpangaji mpya ana vituko. Kiukweli mama, nilipatwa na hasira, niliumia moyoni. Mke wangu niliyempenda, niliyemheshimu, leo hii ananifanyaje kitu kama hichi kwa sababu ya thamani ndogo kabisa? Haya sasa ameenda kufanya hayo mapenzi na huyo mwanaume ili apate hiyo 360 tumrejeshee yule mpangaji. Mwisho wa siku kakopwa tu. Ameishia kujidhalilisha tu na kujivua utu wake. Kwanza baba pole. Hawa watoto wetu wa 2000 hao wana changamoto sana. Hapa ni subira tu imekosekana. Lakini yule angekuwa na subira ya kukusubiri wewe mume wake upate ile hela umkabidhi, hayo yote yasingetokea. Na watoto wa kike hawapendagi kuwa na subira, wanapendaga kwenda shortcut, hiyo ndio shida yao. Na ndipo wanapokwama na ndoa nyingi zinaharibika kwa staili hii. Kwa sababu mume anapomwambia kwamba mimi sasa hivi sina hela, anatafuta shortcut. Na ile shortcut ndio maana ndoa nyingi sasa hivi zinavunjika kwa sababu ya kutafuta shortcut. Lakini angekusikiliza wewe mumewe, akawa na subira ya kusema ngoja nimsubiri mume wangu apate, haya asingetokea, msingefikia hapa mlikofikia. Hapo umetumia busara mwanangu. Lakini maadamu umeniambia ukweli na mimi nimeujua ukweli, niache mimi nitashughulika naye. Hili nitalimaliza mwanangu. Wala usijali maadamu limeshafika kwangu. Na ndio maana alikuwa hataki kunipa nafasi ya kukutana na wewe. Alikuwa anaruka tu kama binti kwenye kikaango. Mimi naomba umdadisi Stella. Akwambie huyu mwanaume aliyefanya hayo ni nani. Nahitaji kulimaliza hili mama, ili niishi na mke wangu kwa amani. Kitu pekee ninachokihitaji kukijua kwa sasa ni huyu mwanaume aliyemlala mke wangu. Sasa mwanangu,
Ukishamjua ndio huyu hapa. Huyu ndio alolala na mkeo. Wewe huoni kama unapata kesi ya kuua wewe? Hapana, mimi siwezi kuua. Ila kile alichokifanya kwa mke wangu nitakifanya kwake. Mtume! Dada, mimi niita shida gani? Nimekuona unafukuzwa na yule binti. Una shida gani? Yule binti mshamba mmoja tu. Mshamba? Kwa nini mshamba? Yule binti tunashare bwana. Bwana gani ambao unashare na yule binti? Bwana ninashare naye, anaitwa Mshua. Sasa ilikuwaje mpaka akawa anakufukuza na lile chepe? Yule binti mkutana njiani, nikamtolea maneno ya kashfa, nikamwambia kwa sababu mimi nimekuja, nataka nimkomoe achike kwa Mshua, mimi niwe na Mshua. Sababu mimi Mshua ndo nimekuja kumteka. Kwa hiyo nilikuwa na bishana naye pale, nikamsukuma, sijui ndo asila, sijui ndo nini, akaona chepe la watu akaanza kunikimbiza. Na sio kwamba namuogopa. Nataka tu nimwangaishi mrudi mimba yake itoke. Maana yule binti ana mimba changa pale alipo. Na kwa ninavyojua mimi mimba changa itake ikaeka. Kwa hapa ninamzungusha mtaa mzima mradi mimba yake itoke. Kwa hiyo una mpango wa kuitoa mimba mwenzio, si ndio? Lengo ndo hilo, maana niko kwenye mpango nalo mimi na Daisha. Shoga yangu. Wewe umeelekeza kwa Mshua wewe. Mtani kwa dada napata futa. Wewe umeniambia mjima fulani from South hivi una gari jeupe. Ndio napata futa dada. Yaani wangu achomoe. Atachomoaje kwa mfano? Yaani kwa sura hii, kwa shepu hii. Lazima adate. Dada lazima adate. Mimi la kumpa ni lazima. Yaani la kumpa ni lazima. Lazima mimi nitamsusia umwili, anigeuze, anifanye tena zaidi ya wanawake wake. Dada, unajua tangu nitoke bodi, yaani na hamu kupindukia. Mimi Mshua azi kumfanya mtu bila hela. Dada, mimi naisaka hiyo hela hata asiponipa, imali tu amenifanya. Hapa nisipochangamka, huyu kweli ataenda kumpa Mshua. Ngoja nimwahi Mshua wangu nikampe mimi mwenyewe. Hata kuhusu wanawake wake, hata nawakote wanawake 800. Niko hazi niunge foleni dada. Mkata maki naona kisala chenye kinaishaisha babu. Wewe nende kutafuta. Nikipasahau nitakwambia. Haya poa. Shemeji, shikamoo. Marahaba. Ujambo Feti? Sijambo. Mbona tangu umtelekeze dada nyumbani ujija tena? Hayo hayakuhusu. Lakini hata hivyo natokea kwenu. Ila wewe sijakukuta. Ni kweli nilitoka. Halafu shemeji, mimi na jambo langu. Jambo gani hilo? Hebu niambie. Shemeji, mimi na mpenzi wangu nampenda sana, lakini ninavyosikia ana wanawake wengi na lengo langu nataka wanawake wote watoke, nibaki mimi tu. Wewe Feti, wewe si unasoma? Hivi mapenzi na shule wapi na wapi? Lazima kimoja kitakuacha. Kusoma sio tatizo, kusoma hakusababishi mimi nisipende. Mimi nampenda. Huyo mwanaume ni nani? Ni maarufu sana hapa mtaani, anajulikana kwa jina la Mshua. Mshua? Eh. Hivyo una akili timamu kweli wewe Feti wewe?
Sina haja ya kukusaidia wewe kuwa na huyo mshua. Umeshasema ni mwanaume malaya mwenye wanawake wengi. Hebu stiki na masomo. Feti, achana na hizo biashara za mshua. Atakusaidia nini zaidi ya kukuharibia tu maisha yako? Shemeji, achana mambo ya msomi, sijui malaya. Mimi nachojali upendo wangu kwake na nataka nimweke hapa shemeji kwa sababu nampenda. Hivi Feti, unakisikia hicho unachokiongea? Ndio shemeji, nakisikia. Kwa hiyo umenisimamisha hapa kwa ajili ya kuniongeleza masuala ya mshua? Shemeji, mimi nampenda. Samahani binti, unamzungumzia mshua yupi? Namzungumzia mshua ambaye ni mpenzi wangu. Ni tajiri sana hapa mtaani. Na gari jeupe na nyumba ya kitajiri. Unajua huyo mtu unayemzungumzia ni mume wa mtu, unalifahamu hilo? Mume wa mtu? Ndio, ni mume wa mtu na mke wake mwenyewe ni mimi hapa. Kwa hiyo binti, nakuomba ukae mbali na mshua, vinginevyo nitakuja nikuue, sawa? Wewe si mwanafunzi, unatakiwa uwe darasani ushike kalamu na daftari usome wewe. Ila wewe umeolewa. Wewe una ndoa. Sikia nikwambie binti, mshua ni mpenzi wangu mimi hapa. Alafu kingine, hivyo unavyozani mshua anaweza katembea na takataka kama wewe. Mtu mwenyewe unaomba kama la bilingani. Mbele ueleweki, nyuma ueleweki. Mshua anaweza katembea na mwanamke kama wewe. Dada, ndio umejidanganya hivyo. Mshua mimi nampenda. Nani bwana wangu nimemweka hapa. Asemi azungumzi. Na usichokijua, mimi mshua nampenda, ninafanya kila kitu anachokitaka kwa mpenzi wangu. Vipi wewe? Binti, sikia nikwambie, nitakuja nikatekate huo mwili wako nichemshe ninywe supu. Kumbe unijui vizuri. Namba nyingine, sawa? Dada, mimi unajua? Wewe unasemaje? Wewe unasemaje? Hebu niwaulize kwanza, mnagombania nini? Si huyu hapa, sijui mtoto wako, sijui jirani yako, sijui nani yako anatembea na mume wangu. Feti nakuita tena. We Feti. Abe. Tumetoka kuongea nini pale nyumbani muda sio mrefu hata risali hajapita. Nikiwa naongea na wewe Feti, usinitolee macho na kunibinulia midomo yako, nitakuja nikuzabe makofi. Haya, nirudi kwako wewe binti. Wewe si mwanafunzi wewe kabisa. Haya, wewe wazazi wako wanajua kama uko mtaani unagombania mabwana? Wazazi wako wanajua saizi uko darasani unasoma. Haya, uko mtaani unagombania mabwana. Hivi unajua athari za mimba za utotoni? Unajua athari zake? Ulivyo katika umri mdogo unaenda kuyaingilia mambo ya watu wakubwa. Unaweza kuhimili mikiki? Mama, usinikanye kuhusu swala la kusoma. Nasoma form 3 na sasa hivi sina akili za kusoma kabisa, namwazia mwanangu. Na hivi suni tu mpenzi wangu mshua ameniambia tunaenda kujifungulia Marekani, kwa akili yangu sasa hivi inamwaza mshua tu, siwazi kitu kingine chochote. Na ndio maana vinyangalakata kama hawa wanaotembea na mshua na wachukia vibaya mno. Yaani sitamani hata kuwaona. Kwa hiyo una uhakika wale kutia mimba atakubali kukuoa? Hivi mnawajua wanaume siku hizi kweli nyie? Yaani watoto wa kike mmerukwa na akili. Yaani mapenzi yalibadili kusomwa na mmoja kuhamia. Yaani mwanaume akishakwambia nakupenda akili zinakuruka, si ndio? Wewe unaamini kama huyo mshua atakuoa? Wazazi wako wamekupeleka shule usome. Lakini mzazi wako saizi uko mtaani unagombania wanaume badala ya kusoma. Ni akili ni matope. Mzazi wako anakujua wewe kama una mimba? Haikuhusu. Mwanangu, nimekupigia simu urudi hapa. Unamfahamu mshua? Mshua? Mama, wewe una biashara gani na huyo mshua? Nimemkuta shemeji yako Feti anagombana na mwenzie. Yaani ule ugomvi wa kindakindaki. Lakini nilivyosikiliza maugomvi yao, wanamgombea mwanaume ambaye ni huyu mmoja. Yaani inaonekana ule mwanaume wote wamemchangia. Yaani amelala nao wote, ule mwanaume kalala na mtu na rafiki yake. Si umenielewa hapa mwanangu? Ashakumsimatusi nivumilie mimi mama mkwe. Yaani katembea nao wote. Sasa hawa naona ndio wamekuja kujuana. Sasa kumbe na wewe ni wa mshua, si na huyu wa mshua, vurugu zimeanza. Ako kengine kamevaa sketi ya shule kama mwanafunzi. Lakini kenyewe ndo kanatatalika, kanaonekana kama ndo kamenyang'anywa mume. Yaani kana mapenzi alibadili kusomwa na mmoja kuhamia. Yaani hakashikiki. Maana ndo kinatatalika kweli kweli. Kama vile kinatetea ndoa. Wakati chenyewe nako kizinifu tu kama wazinifu wengine. Namuuliza wewe mtoto wewe si mwanafunzi wewe? Hata kama ni mwanafunzi mimi napigania penzi langu. Nikamuuliza hivyo umelogwa na nani? Yaani wewe badala kuwaza masomo, kufikiria kwamba mimi nisome, nipate elimu yangu, wewe unaanza kugombania wanaume. Sasa nikaanza kuuliza, wewe
mimi mume wangu anaitwa Mshua. Haya na wewe, na mimi anaitwa Mshua. Mimi nikasema ngoja nikupigie simu urudi hapa. Inawezekana wewe ukawa unamjua huyu Mshua anayeharibu familia yetu. Yaani huyu tena hafai kwenye jamii yetu huyu Mshua. Ni kweli mama, huyu mtu sio mzuri kwetu, lakini mimi simfahamu huyo Mshua, ila ikitokea nikimjua nitakujulisha. Yaani mwanangu, nimechefuka. Unajua nimechefukwa. Yaani nikimtia huyo Mshua mkononi mwangu, mguu wa shingo mguu wa roho. Yaani nikimkamata sijui mashua ya ng'ombe, sijui ya kuku, sijui ya mbuzi. Yaani nikimkamata huyo Mshua kwenye mkono wangu, yaani mimi yule naenda kumfunga. Hawa ni wanafunzi wadogo. Mimi natoa hela yangu namsomesha mtoto wangu. Yeye anakuja kumuingiza kwenye hivi huyu mwanafunzi akishaingia kwenye mahusiano, anakumbuka tena habari ya shule. Atasoma kweli? Haya amemtia mimba. Na bora tu apate mimba. Haya akapata ukimwi. Ni kweli mama, huyo ni mtu ambaye asiyefaa katika jamii yetu, kwa sababu ukishakuwa unafikiria kuwafuata wanafunzi ambao wazazi wao wanalipa ada ili watoto wao wasome, alafu wewe unawarubuni pengine kwa vijisenti vidogo vidogo tu, kwa sababu kwa ninavyofahamu mimi hawa wanafunzi hawana matumizi makubwa zaidi ya viji 2000 viji 3000, ndio hivyo pengine anawarubuni navyo. Lakini anatakiwa afikirie kwa upande mwingine kwamba wazazi wanawekeza kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Asifanye vitu kama hivi bwana. Ni mtu ambaye ni mtu mbaya katika jamii, ila mimi simjui mama, lakini nakuahidi nitamtafuta niweze kumjua. Mimi nashukuru, wewe unaweza ukaenda kufanya mambo yako mengine, lakini mimi huyo Mshua huyu namtafuta. Asante mama. Mimi nimekuelewa. Haya mwanangu. Sasa mdogo wangu, hapa nataka tujadili tutumie mbinu gani au tekniki zipi ili tuweze kumng'atua Amina kwa Mshua. Inatakiwa wewe utumie jitihada kubwa sana kumteka Mshua ili umweke kwenye himaya yako. Mimi na imani akikaa kwenye kiganja chako basi yule Amina hana nafasi yoyote. Sawa mdogo wangu? Sawa, nakuelewa. Alafu unaonekana unapenda sana kula vitu vitamu vitamu. Mara pipi, mara ice cream. Ni kweli napenda kula ice cream na pipi kwa sababu ni vitamu sana. Hebu kula nione unavyokula hiyo pipi yako. Sasa hapo unakula pipi, unapiga mswaki. Hebu acha vituko basi. So unajua hiyo pipi ina ladha gani? Ina ladha ya sukari. Sasa kama pipi ina ladha ya sukari, wewe unakulaje hivyo kama unakula shubiri? Kama ina ladha ya sukari na maana ni kitu kitamu. Kwa hiyo ili uile na uweze kuenjoy, unatakiwa uile kwa madaha, tena kwa utaratibu, mpaka mtu wa pembeni kama atachungulia au atakutazama jinsi gani unaila hiyo pipi, asikie wivu au atamani yeye ndo awe hiyo pipi. Sawa mdogo wangu? Sasa hicho unaniambia sijui kula pipi. Kwani pipi naliwaje? Nataka nikuelekeze namna ya kula pipi kiasi kwamba hata mtu wa pembeni akikuona unavyokula, lazima akutamanie. Au lazima atatamani yeye kuwa ndo hiyo pipi ambayo unaila. Hebu nyanyua kiganja chako kwa taratibu mpaka kwenye lips zako. Yes. Acha lips kidogo. Ipeleke ndani. Yes, irudishe. Tena irudishe. Wala. Hebu taratibu basi. Kuna kitu kinaitwa slow motion, unakijua wewe? Hebu nipe slow motion basi. Hivyo hivyo. Tulia. Ibane na lipsi. Yes. Fanya kama unairamba hivi. Taratibu. Ukitumia pupa unaweza ukaigonga hiyo pipi yenyewe ikaumia. Sawa? Kwa uone kama ukiigonga meno yakigusana na pipi sikutatokea ajali. Haya, kula taratibu. Yes. Haswa. Unanishawishi hivyo hivyo. Hebu sasa fanya moja kwa moja kama nilivyokuelekeza mwanzo mpaka mwisho. Wala. Hapo sasa mdogo wangu ndo unakula pipi.
sio kama ulivyokuwa unafanya mara ya kwanza. Kwa hiyo next time ukitaka kula pipi, unatakiwa utumie hizo njia ambazo nimekuelekeza, sawa? Sawa Daisha. Kwani nipatia? Sana. Nisikilize mdogo wangu Amina. Kaa kwa ustaarabu, kwa utulivu, pumzika, sawa? Kuhusu kitendo alichokifanya Mshua mimi mwenyewe sijakipenda na kimeniumiza vibaya mno, lakini ni kitu cha kawaida. Mimi naamini Mshua wewe anakupenda sana. Yule binti ambaye uko naye wala hata usimwazie. Sidhani kama ataharibu chochote kuhusiana na wewe na Mshua, si ndio? Sawa, lakini mimi Daisha kile kitendo kimeniumiza sana. Alafu yule binti anajifanya anampenda sana Mshua. Nitakuja nimfanye kitu kibaya kumbe anijui. Sawa mdogo wangu, mimi naelewa hali uliokuwa nayo kwa sasa hivi. Na ninajua unaumizwa sana kwa hiki kitendo ambacho kimetokea. Kwa hiyo mdogo wangu, wewe jitulize. Mimi naenda kumfuata Mshua, naenda kuzungumza naye. Kila kitu naamini kitakuwa sawa, sawa? Sawa, mimi nimekuelewa. Nisikilize my dear, iko hivi. Hapa nataka nikuache dakika moja tu. Dakika moja au mbili. Narudi sasa hivi. Nisubiri hapa hapa, usiende sehemu yoyote. Sasa unaenda wapi jamani? Dakika moja. Mwanamke mzuri lazima awe msikivu. Tunaelewana? Sawa, chelewe. Kiss me baby. Nakupenda sana. Dakika moja. Iko hivi Mshua. Umeharibu kila kitu mpaka sasa hivi. Yule binti amekuona na wewe mwanamke wako na ameahidi kwamba yuko tayari kwenda kufanya jambo kubwa sana ili kukuteketeza wewe kwa hasira ambazo amezipata dhidi yako. Mambo yameridhikaje? Shida nini? Hivi unaniuliza imekuwaje? Wewe ina maana hujui ulichokifanya au? Ni baada ya kupishana pale tupishana. Sasa kumbe kitu gani kingine? Imekuwaje? Manake hili ni kusudio ambalo tumelipanga. Wewe uliniambia kwamba Amina tunatakiwa tumwache silent killer. Si ndio? Na tufanye utaratibu wa kumvuruga Amina kwa mimi kuwa na feti. Na ndio maana tukapanga kuja huku town leo. Sasa inakuwaje na wewe kama unachanganikiwa sana na unanishutumu? Mshua, sikiza nikwambie. Kweli hilo ndio lilikuwa dhumuni na lengo la mimi na wewe kufanya hivyo ili kumharibu Amina. Fanyaje kisaikolojia, tumtoe kwenye mchezo. Lakini mwisho wa siku amekasirika. Yaani matokeo yalikuja tofauti na vile ambavyo tulitarajia. Ina maana umesahau dhumuni letu ni nini? Najua kila kitu Mshua, lakini lengo letu haikuwa kujaribia sisi. Lengo letu lilikuwa tunataka tumtoe yule kwenye mchezo. Swala la mimi kuwaleta huku leo ni kwamba tufurahie maisha na Amina aone kila ambacho hajawahi kukiona. Na dhamira ni kwamba tukitoka hapa tulipo, ikiwezekana tutaenda beach, tutaenda mbuga za wanyama, sehemu yoyote, ili mradi relax. Na tusahau dhamira yetu. Mimi na Feti pamoja na wewe tunatakiwa tumfanye yule Amina asiwe katika utaratibu wa mahusiano yangu mimi. Sasa hivi unaona kama linasaulika. Na sasa hivi unachokifanya wewe ni kunilaumu mimi. Sio mbaya. Katika mambo mawili ambayo nimekusudia kuja kuyasema leo, nataka niyatekeleze kwa namna yoyote. Jambo la kwanza ni hilo la kuwatoeni kule na kuwaleteni huku. Hilo nahisi nimelikamilisha. Jambo la pili, please naomba ulibebe kama lilivyo. Mimi hapa na Amina ni mtu na baba yake. Mshua, hebu ngoja kwanza. Naomba urudie kwa msisitizo ili nielewe, na hisi hichi nilichokisikia kwenye masikio yangu sio sahihi. Hebu rudia tena, unasema kwamba
Amina ni mwanangu wa kumzaa kabisa. Mshue bwacha masiara basi. Mimi na wewe tuna utani kweli? Haki ya Mungu, wallahi nilikuwa nakuficha siku zote. Lakini leo nimeamua tu kwamba nikwambie ukweli. Hakuna namna. Mungu jamani Mshua. Umefanya nini lakini? Mshua. Hebu ngoja kwanza. Kwa nini ukuniambia? Kwa sababu tu niliamini hutoamini, lakini ukweli uko hivyo. Mungu wangu. Mshua unafanya nini wewe? Aisha, mimi baada ya kupata taarifa nilichanganikiwa kama ambavyo wewe unahisi kuchanganikiwa sasa hivi. Siku nilipopata taarifa nilitamani nitoke michanga nitafune, lakini sikuwa na jinsi, niliona kwamba nitajiumiza tu. Mama yake mzazi baada ya kukutana naye ndo aliniambia kwamba kuna mwanao Amina ambaye ulimtelekeza miaka 5 iliyopita, sasa hivi ni binti kabisa wa miaka 15 16. Na baada ya kudadisi Amina ndo yule ambaye mimi nimemkula. Sasa najiuliza, ile mimba alionayo ambayo haiwezi kutoka katika mazingira yoyote, atajifungua mtoto. Yule mtoto ataniita nani mimi? Baba au babu? Ndio unachanganikiwa, na nimeona hili wewe nikuambie mapema ili uweze kujua na unishauri pale panapolazimika kushauriwa. Mimi natakiwa kushauriwa sana. Mshua, wewe muogopi hata Mungu jamani kweli? Usinilaumu sasa nimefanya nini, kwani mimi nilikuwa najua? Mimi nilikuwa najua. Hichi kilibashika kilivyoenda kule hakijaweza kujua kwamba hapa ni kwa mwanao. Chenyewe kinaenda tukinafanya tukinavyotaka kwa sababu tayari kishakuwa katika mwelekeo huo. Usinilaumu, nishauri mimi hapa. Nenda kamtafute, nenda mpate Amina. Tutazungumza zaidi. Sio lazima tuzungumzie hapa. Kampate Amina. Asante mtoto mzuri, nimekukuta mpenzi wangu. Sawa, bila shaka kila kitu kiko sawa, si ndio? Sasa unaenda wapi? Kuna haja gani ya kutaka kujua nilipokwenda? Mimi ni mwanaume bwana. Mimi najua kwa unamfuata yule kule kitoto chako yule demu wako yule. Demu wangu gani tena? Sio Amina yule. Wewe naye bwana, mbona utakuleta wivu tena mabarabarani humu na nini? Mimi nikishapata wivu unafikiri nini kinatokea? Wivu wa nini tena? Mimi najua tu. Sasa huko umepajua hapo umepata yule. Kuja nini huko? Sipajui wapi? Mimi sio nimekuleta wewe huko. Si nimekuleta huko ili ufurahie. Mimi sipajui huko. Wewe, mimi huku ndo yalipo majukumu yangu ya utafutaji wa riziki. Zile pesa na kila kitu ni huku. Mimi mtoto wa mjini Bonia hii ujue. Mimi nimekuleta huko ili ufurahie, uangalie magari na nini, uenjoy, akili yako isiwaze tena ndege na vitu vingine. Wewe uko unaishi Uswazi kule kwenu Uswahilini, Uswaziland. Mbona hivyo wewe? Alafu huo wivu unahusiana na nini town kama huku? Ukija town hakuna wivu, mjini hamnaga wivu. Umenikea. Nisamehe basi mpenzi wangu. Forgive me. Nisamehe basi. Basi tema mate tumchape anekukwaza. Wewe unamkwaza eti wangu. Umerizika? Umerizika? Kiss me baby. Jamani, usinifanyie hivyo mtoto wa kike. Utaniua wewe jamani, usinifanyie hivyo. Umeona hizi pikipiki hizi? Kwa sababu mnifurahisha zote mimi nitakununulia. Kweli? Yes. Baby. Pikipiki, magari, si unaona? Umeona magari mengine haya yote haya. Ukiwa na mapenzi yenye uvumilivu kwangu na kununulia, unakuwa mwanamke wa kwanza kununuliwa gari na mimi. Binti, sikia nikwambie, naomba ukae mbali na Mshua. Mshua mimi ni mpenzi wangu. Alafu, hivi nikwambie mara ngapi kama mimi na mimba ya Mshua, unataka unitibue ili hii mimba yangu itoke. Sasa binti, naomba ukae mbali na Mshua. Mimi Mshua na malengo naye makubwa sana. Umesikia? Binti, kama una Mshua ni malengo. Msichana, usisahau kama mwenyewe ni mwanamke. Sio, umenielewa? Na tena, naweza kuiba hicho kibwango hicho kibaya tumboni kwako. Sasa nikazaa mtoto ambaye anaaminika hapa mjini kuliko wewe. Kwanza maskini ya Mungu msenye mbele uchezi, nyuma utikisiki.
Afa atakawe na Mshua. Hivi una hazi ya kuwa na Mshua wewe? Na tena nakuonea huruma maskini ya Mungu. Wewe si mwanafunzi wewe? Sasa ungekuwa darasani, ungesoma, mwalimu, jielewa. Wewe unacheza. Wewe una nini hapo? Mtu mwenyewe una umbo la bilinganya. Mbele ueleweki, nyuma ueleweki. Una nini? Alafu unaniambia mimi mwanafunzi upo kwenye ndoa? Umeolewa wewe mwenzetu. Una mme. Sasa sikia Binti nikwambie. Kama ulikuwa umezoea kuchezea vyeusi, hiki ni cheupe. Kaa mbali na Mshua, mpuuzi mmoja wewe. Mimi hapa ni mzuri kushinda wewe. Kwanza mwanamke mwenyewe ueleweki. Mfupo utafikia kinyesi cha mwisho. Halafu Binti kambali na Mshua. Dada, umechelewa. Mshua ni wangu mimi, tena nimemweka hapa. Acheze atikisiki. Umenielewa mbwa wewe? Wewe mwenyewe si mwanafunzi, una kipi cha kunitambia? Nina kitu cha kunitambia. Shemeji. Afadhali ulivyofika. Shemeji, tunakumbuka mimi nilikwambia nina mimba rafiki yako Mshua Nakumbuka. Sasa shemeji, unamwona huyu binti? Yaani simpendi, namchukia, yaani namchukia vibaya mno. Sasa shemeji, mimi nilikuwa naomba unisaidie. Feti. Shemeji ukome. Usiona hapa nimekukalia kimya ukajua Fatuma sija anakuogopa sijui na nini. Alafu mazungumzo yangu mimi na hichi binti wewe yakuhusu. Unaanza fuata yangu. Imani nikujibu useme mabinti wa siku hizi hawana adabu. Kamwambia wewe mama yangu kula leo jituliza ameshindikana na maisha. Alafu uje kufuata mambo yangu. Wewe unakuhusu. Fuata mambo ya mke wako Stella. Sijui unahangaika na barabara kutafuta si mwalimu alomtoa bikra. Fuata yako. Sijui umenielewa? Kwanza yenyewe ueleweki. Mnene utafikiri pipa la maji. Alafu fuata yangu. Wewe bwamwamwa nini? Unamwona shemeji? Unamwona? Yaani huyu binti ni mjeuri sana. Mimi ndo maana nikakuomba unisaidie. Binti. Hebu ondoka, sina cha kuongea na wewe sasa hizi. Aisha. Hivi ni kipi ambacho kipo mbele yenu mpaka sasa? Kusafiri ama kumtolesha yule binti ujauzito aliokuwa nao? Na nishangaa. Usishangae, maana nilishakwambia hapo awali ya kwamba najua mengi sana kukuhusu wewe na huyo Mshua. Na katika hayo mengi ninayoyajua, mojawapo ni hili. Hebu ngoja kwanza. Pointi yako haswa ni ipi? Maana mimi naona unanifumba tu, sikuelewi. Pointi yangu nataka kujua kipi kipo kwenye mawazo yenu mpaka sasa hivi. Mtakimbia? Msafiri kwenda mbali na muache huu mji? Ama mtautoa ule ujauzito kwa yule binti? Kiukweli kwa stage tulofikia sasa hivi, chochote kitakachokuja mbele yetu ndio msaada wetu. Mnajidanganya. Kama hayo ndiyo mawazo yaliokuwepo kwenye akili zenu, ni wazi tu kwamba ni mawazo ya kujifariji tu. Unajua, katika haya mambo yenu ambayo mliokuwa mkiyafanya wewe na huyu Mshua ya ovyo hovyo, ni wazi tu kwamba mmejitengenezea maadui wengi sana. Kiasi kwamba hata mimi hapa kama nitakushauri, labda ushauri ambao kwamba utakuwa na msaada kwako, hauwezi ukaukubali. Kwa sababu hata mimi umeshanitengenezea kuwa kama ni adui kwako. Na kuhusu swala la Amina kumtafuta babake, nilishakutana na Mshua na nikamwambia ya kwamba yeye mwenyewe ndiyo mwenye uwezo wa kumaliza changamoto zake na mtoto wake. Mwambie Mshua amsaidie yule binti kumtafuta babake, maana nina uhakika kwa 100% Mshua anamjua baba yake Amina. Mwambie Mshua amsaidie yule binti kumuonyesha baba yake. Hivyo
Mwambie aache kuhangaisha watu. Mama yangu, shikamoo. Marahaba, jambo. Sijambo mama, habari za masiku kadhaa? Nzuri tu, za huko tokako. Nilipotoka njema. Leo nikaona nimemisi mama yangu mzazi, Mama Ibrahim Ahmed Kitimbu. Nashukuru kama umenimisi. Nashukuru kwa kuwa umejileta mwenyewe. Kuna jambo mwanangu Ibrahim linanitatiza sana. Tena linaniumiza. Kuna jambo gani tena mama? Hivi mwanangu Ibrahimu, hayo maisha uliyachagua, unaona yako sahihi? Mimi mbona nipo katika maisha mazuri tu. Kwani kuna shida gani? Utajua uko vizuri, lakini hauko vizuri. Sioni kama kuna shida mama yangu, na kuhendo na kutekelezea kila mahitaji, na ndio maana nilikuweka hapa. Kuna furniture za kutosha, TV, nyumba nzuri, uko peke yako, unafurahia maisha. Kuna shida gani? Na mimi uko nilipo naishi vizuri. Tatizo nini mama? Shida ipo. Toka ulivyokuwa na yule mwanamke ulikuwa unaishi naye, ulimtelekeza akiwa na mtoto wa miaka 5. Hivi ulikuwa unafuatilia kweli? Mama, nataka nikwambie ukweli leo. Moja ya vitu ambavyo vinanifanya mimi nisiwe na hamu ya kuja hapa nyumbani kwa mama yangu mzazi mara kwa mara ni hayo mambo yako ya kuninasihi, kunipa nasaha mara kwa mara. Unajua inanichosha. Kwani mama unataka mimi niishije? Ninachokitaka umfuatilie yule mtoto. Tazama mamako sasa hivi, umri unaenda. Nahitaji kuwa na mjukumu ndani. Tukimbizane, ni mtume. Kwa sasa mama, mimi sijawahi kupata mtoto yoyote hapa katikati zaidi ya yule niliyemtelekeza miaka hiyo iliyopita. Ibrahim, kama ulilala hapa wewe miezi 9, naomba mjukuu aje hapa. Ila kama hukulala hapa, akapotelee huko. Kwa hiyo mama, leo hii nikajishushe kwa yule mwanamke nilizaa naye miaka hiyo yote, sijui anaishije, kama anaishi na mwanaume mwingine, kama maisha yake sijui yapoje, nikajishushe, nikajidhalili kisa mtoto niliyomtelekeza miaka 5 iliyopita na miaka 10 naye imepita. Serious kabisa mama. Mimi naongelea mwanamke. Wewe na mwanamke wako korofi yako ni huko. Mimi haunihusu wala mtoto haumhusu. Ibra anahitaji hapa mkuu. Ukamtafute yule mwanamke uliyomtelekeza na mtoto. Mjukuu aje hapa. Ona sasa anavyofanya huyo mpangaji mpya, ana vituko. Jamani, mpangaji mpya, muone anavyoishaua, muone anavyojibinua, nyumba nayoisha maana kuna kabisa.